na akakupa ishara kwamba unakula chakula. Bwana akutangu, lakini nategemeana baada ya kuota ndoto ulijisikiaje? Matokeo yake ni nini? Ndipo unapokuja kujua hiki chakula ni agano baya. Hiki chakula ni agano la kuzimu. Hiki chakula ni fungamano. Bwana asifiwe. Kwa habari ya Danieli, Hazaeli, Mishaeli, Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego. Danieli 1 mstari wa 8 mpaka wa 9. Ngosome la kalaka. Danieli 1:8 mpaka 9. Mtumishi wa Mungu. Danieli 1 8 mpaka 9. Anasema hivi. Danieli 1:8 mpaka 9 anasema hivi: lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Akajitia nia lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula. Kwa chakula mtu hunajisika, kwa chakula mtu hutakasika. Hatajitia nia kula chakula cha mfalme. Namba 9, basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Hatojitia unajisi kula vyakula vya ufalme. Hapo kwa akili ya kawaida mtu anasema sasa Danieli kweli jumba la kifalme kabisa, vyakula vya mfalme. Wewe usiokuwa na macho ya rohoni, Mungu akufumbue leo kwa jina la Yesu. Vyakula, huyu mfalme alikuwa na miungu yake. Laiti kwamba Danieli anapokula hiki chakula cha mfalme, ile nguvu anayoiabudu huyu mfalme, ile miungu, yale mapepo, ule uchawi tayari ungeanza kufanya kazi katika afya ya Danieli, katika mwili wa Danieli. Na Danieli matokeo yake nini? Angejikuta siku hadi siku anazidi kudhoofika. Watu wengi wamekuwa wahanga kwa vyakula vya wafalme, vyakula vya matajiri, vyakula vya wakuu, vyakula vya kualikwa, vyakula vizuri. Hatukatai kula vyakula vizuri, lakini vyakula vizuri inamaanisha vyakula vile vya kimitego. Ukisikia sehemu fulani kuna hiki na hiki na hiki, huyo. Kuna tafrija anakuja mkuu fulani, huyo. Fulani leo amechinja hiki na huyo, mbio. Mpaka wapendwa siku hizo wamekuwa ni wahanga. Unasomea nenyewe maandiko yao. Kiingiacho sio najisi, bali kitokacho kimtakacho mtu ndo najisi. Mwisho wa siku nini? Anakufa kiroho. Hatumuoni tena, anabaki tu kuwa ni mtu wa historia. Mimi zamani nilikuwaga muombaji, mimi zamani nilikuwaga mwana maombi, nilikuwa muombezi, mimi zamani Mungu alikuwa akinitumia. Kwa nini atumii sasa hivi? Mimi zamani nilikuwa naona, kwa nini siku hizi haoni? Chakula cha mizimu, chakula cha maagano, chakula cha sadaka, chakula cha uovu alichokula. Bwana asifiwe sana. Chakula ni sadaka, chakula ni agano, chakula ni patano, chakula ni fungamano. Ndio maana unakiombea ukiwa unakula, ndio maana unakibariki, ndio maana kabla ujala unaombea chakula Mungu akibariki. Kwa nini usile kama kula? Maji ndio unayaombea. Kwa nini usivae kama nguo unapovaa? Kama viatu uvae kama viatu. Yaani chakula fanya kama viatu sasa. Au fanya chakula ndo kama mtu anapochana nywele. Mtu anachana nywele, yani asemi aombe, yani mtu anachana nywele tu. Kwa nini? Ufike uanza kula tu, kwa nini unaomba?
Chakula ni agano, chakula ni ibada, chakula ni sadaka. Chakula sio kitu cha kawaida kama tunavyofikiria na kudhani. Ni watu tu wasiokuwa na maarifa, wasiokuwa na hekima, wasiokuwa na maono juu ya swala hili, ndio wamejikuta wakifungwa na mambo kama haya, wakipoteza haki zao, wakipoteza nafasi zao, wakipoteza wito wao, wakipoteza huduma, wakipoteza maono, wakipoteza fedha zao kwa njia hii ya chakula. Bwana asifiwe. Kwa habari ya Yesu na mitume wake, Yesu anaambia wanafunzi kuhusu habari ya chakula. Mathayo 26, tumalizie mstari wa 20 mpaka 28. Mathayo 26, 20 mpaka 28. Mathayo 26 mpaka 28. Anasema hivi, basi kulikuwapo jioni, akaketi chakulani pamoja na wale tenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. 24. Mwana wa Adamu aende zake kama ilivyoandikiwa, lakini ole wa mtu yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingelizaliwa. 25. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi Rabi? Akamwambia, wewe wasema. 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega. Chakula hufanyika kama njia ya agano la baraka. Chakula hufanyika kama njia ya agano la laana. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawaambia wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi na kwa ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Hapa tunaomba habari ya Yesu Kristo na wanafunzi wake. Chakula kinafanyika kama ishara ya agano. Chakula kinafanyika kama ishara ya agano. Watu wengi wamekuwa wahanga kupitia chakula. Watu wengi wamepoteza mambo yao. Watu wengi wamejiungamanisha kwenye maagano kwa njia ya chakula. Vyakula vya asili, vyakula vya sadaka. Kuna vyakula vingi vya asili, kila kabila ana cha asili. Vyakula vya asili, vyakula vya kiagano, vyakula vya mizimu, vyakula vya kipepo, kila mahala. Mtu wa Mungu, hebu kuanzia leo, kuanzia sasa, kuanzia muda huu, kuwa makini na chakula. Pengine tatizo lako linalokusumbua linaanzia hapa kwenye chakula. Upate mpenyo kazini, chakula. Unakula wapi? Huduma haiendi. Vyakula, wewe ni mtu wa kula barabarani. Kula hovyo barabarani, mitaani huko, nyama ya kuchoma, menini. Kibali siku hizi kimepotea kwa watu. Chakula kwenye harusi, wapi? Mnakurupuka. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Ndugu mpenda, kuanzia sasa, kuanzia leo, chakula usikichukulia ni kitu cha kawaida. Chakula ni agano. Chakula ni ishara la agano. Chakula ni agano. Maana mwili huu
huu mwili, usipokula unakufa. Ni agano, lazima ule. Ni patano, mwili huu na roho, na chakula cha rohoni ni neno la Mungu. Roho yako isipopata neno la Mungu inakufa. Roho yako mwanadamu isipopata neno la Mungu inakufa. Shetani anamwambia Yesu, geuza jiwe liwe mkate. Yesu anasema imeandikwa,